Nasikia nikija tu hapa lazima unipakichike na kazi 2-3 hivi. Niachagi tu hivi. Nilijua tu mwanangu utasema. Wote uvivu tu. Umekuja kwa kazi gani hapa sasa baba sinaona chako mwanangu. Kuku analala tu mwatajaa viroboto. Ni kweli ndio maana nilipenda kila time mama anahitaji kusafisha. Safi. Hizo safi. Ndio hivyo tena. Fanya kumalizia ba. Uvivu wa kuja. No, mimi mwanao sio mvivu. Sio hata tofali yenyewe ninapobebwa. Sasa tunasikia Magufuli kasemaje hapa kazi. Nakumbuka hapo kazi tu kweli. Ndio. Sawa mama. Alafu mama. Kuna kitu nimekumbuka. Nini tena ushaanza? Sababu ni cha muhimu. Ngoja tu nikae chini hapa. Mama. Mimi mara nyingi sana nakuoga na marafiki zangu. Na marafiki zangu tunapokuwa pamoja majina yao wenzangu unaweza kukuta Amiri, unaweza kukuta anaitwa Mohamedi, Hussein, lakini mimi naitwa Masumbuko. Alafu kibaya zaidi wananicheka. Na wanasema kabisa kwamba inawezekana hata maisha yangu yanafanania na hili jina. Inaniuma sana, inaniumiza kichwa sana. Mama, hivi kwa nini mimi niliitwa Masumbuko? Mwanangu, story ndefu sana. Kipindi nimepata mimba mimi. Babako ndo aliamua kutoa hilo jina. Azaliwe mtoto wa kike, azaliwe mtoto wa kiume. Akaitwa Masumbuko. Kwa sababu changamoto kubwa sana tunapitia katika maisha yetu. Basi sawa mama, hamna jinsi. Kwa sababu ni kitu ambao mmependa wazazi wangu, mimi niipe hivyo. Kwa hiyo siwezi nikawavunja moyo. Mimi nimekubaliana na hilo. Takuwa tu nimekubaliana na hilo. Hamna shida mama. Sasa mama. Mama mbona unalia? Mama, usilie basi mama, usilie. Mama. Mama. Mama mimi ningejua hata nisingekuuliza mama, mimi nisingekuuliza kweli tena mama. Basi mimi sikuulizi tena. Mimi sitokuuliza tena. Mwanangu unanikumbusha mbali sana. Sawa mama, sasa mimi ndo sitaki ulie mama. Unalia vipi? Mimi nimeuliza tu basi sirudi tena mama. Sawa. Nini umewaza nini kukumbuka kitu kama hicho? Mama mimi nimewaza tu kwa sababu mimi wenzangu ndo ananiambia hivyo, ndo maana mimi kama mama nikueleze hivyo. Kweli tena mama. Basi mimi sikuulizi tena mama, sitaki ulie, nyamaza. Nimeelewa mama. Sawa mama. Basi sawa. Mimi nalo wazo hapa. Nafikiria kesho tutoke kidogo, twende watafute kazi. Mbona kwa sasa alishakuwa ngumu? Sasa mwanangu Masumbuko, je, nguulize swali. Kwa mfano tunaenda kutafuta kazi, tunaenda kutafuta kazi gani? Sisi ni wanaume. Tunaweza tukatafuta kazi yoyote na tukafanya. Iwe kubeba zege, kubeba matofali, kupiga matofali. Ili mradi tu mkono uende kinywani. Sasa. Hata ikiwa ni kulima, tunalima tu, sisi ni wanaume, lakini tusikae tu kama hivi. Basi mwanangu una wazo zuri sana. Kwa sababu sisi ni wanaume, popote kambi tunaweza tukafanya nini? Tukafight, au sio? Sawa. Hata kuokota makopo vile vile ni kazi. Ila tunachotaka mkono uende wapi? Uende kinywani. Watu wengine woga wanasema shida ugunduzi. Kwa lazima tu tunagundua vipi. Ni kweli bwana. Ni kweli umezungumza vizuri na wazo lako sio baya.
Wazo lako ni zuri, ndio maana nakupenda mshikaji wangu. Sawa. Ulichokileta kiukweli, hata mimi nilikuwa na mawazo hayo. Sawa. Ni uzuri tu tukatafute kazi kwa sababu hata kuokota makopo kwenyewe ni kazi. Kazi, mradi mkono uende kinywani. Sawa. Ndio maana nakupenda mshikaji wangu. Mimi katika watu kusema wajitokeze watu. Lakini siwezi pata mtu kama wewe. Basi hiyo haina shida. Big up sana mwanangu. Sawa. Basi poa. Itakuwa vizuri zaidi endapo tutafanya nini? Tutatoka. Au sio? Basi ngoja mimi nikuache. Haya. Sio mbaya. Basi hamna shida, mimi nakutakia kila laheri. Poa. Basi poa. Poa mwanangu. Kesho asubuhi mimi nitakupitia. Haina nini. Au sio? Poa. Shoga yangu nikupe umbea? Niambie. Unamjua yule dada? Nikikwambia utosema? Lazima niambie, mimi sitosema kwani unijui? Unamjua yule dada? Ule muuza samaki? Ndio namjua. Basi yule dada muuza samaki shoga yangu. Kumbe anauza samaki huko analihudumia libwana. Hivi ajielewa yule? Ana mwana mzima. Mimi hata siwezi hayo kula yangu yenyewe anisumbua. Ndio nikafanya kazi mje nimlishe mwanaume na usu. Mimi nasi kidogo atakuwa ana utindio wa bongo. Ndio hivyo. Ndio ninapomwona mimi. Halina hata haya. Ajielewi yule, ajitambui. Yaani ule mtu mzima kweli jamani. Unatutia aibu wanawake wenzie. Wewe acha tu. Yaani hapa ninapokuambia hapa, nimepita pale amekaa chini ndio kwanza anampa hela. Anajira. Poa. Eti ndo mdogo wake mwanachuo. Namjua mdogo wake anajisha. Muone kwanza sura hivyo mparama. Nakwambia kapauka. Eti anajifanya yeye ndo mta mzima anajulikana. Tufikia hata sisi hajajulikana na nani. Bora yangu mimi wenzako nimevaa dela ila tukipita tunaonekana. Yule sasa. Kama suruali aonekani mbele wapi nyuma? Kaone. Eti kabwe ucheze nyuma kutikifika. Anajifanya mweupe kisa anajichubua. Mwenzangu na mimi nitanue hiyo kaleti nijichubue. Shoga inahusu. Wewe sio kutaka niwe mweupe. Basi subiri. Usimwambie chochote, umesikia? Mimi siwezi nikasema nakwambia tu naongea manga wapi shoga yangu. Basi na leo yawe hivyo. Kwenda wapi kwanza nikuulize? Danga langu huko mwenzangu limenipigia simu. Wewe nawe. Unataka hela? Maisha bila hela baba. Poa basi nisalimie. Anda kusalimia usiaze. Haya. Mwanangu Masumbuko. Naangalia maisha jinsi yalivyokuwa magumu sasa hivi. Kweli mama. Kweli hali mbaya. Sio kwetu tu. Kila kona ukizunguka story ndio hiyo. Maisha yamekuwa magumu sana. Tangu babako hapa ameondoka mpaka hivi leo. Hali imekuwa ngumu sana. Lakini mama, kwa nini baba akakimbia majukumu yake? Mwanangu Masumbuko unanichekesha. Sio nacheka na kudharau. Ila nafurahi tu. Haya ni majukumu yako mwanangu. Matatizo yote inabidi wewe mwenyewe ndio yabebe, kuumwa, kula, kufanyeje, inabidi upambane kila hali na uwezo wako wote. Mimi nipate kula nishibe. Sawa? Sawa. Kwa hiyo unamaanisha unaniambia mimi sije nikawa ni mtu mwenye kukimbia majukumu yangu kama baba? Aswa mwanangu. Wewe mimi jukumu lako. Inabidi upambane mimi nipate kula, nishibe, kila kitu. Basi hamna shida mama. Sawa. Mimi sitakuwa kama baba, nitajitahidi kadri ya uwezo wangu. Unapotoka asubuhi, muombe Mwenyezi Mungu. Ukilala usiku muombe Mwenyezi Mungu. Mungu amtupe mja wake, atakusaidia tu. Nashukuru sana mama kwa maneno yako. Sawa. Nimekuelewa. Hapo upambane tu. Na kazi nipate kula, nishibe, malazi, kila kitu. Wewe ndo babangu. Sawa. Ase. Hizi mbao natakiwa muwe mnamwagia maji kabla mjaanza kufanya kazi. Sawa boss. Sawa? Sawa. Mnamwaga maji vizuri ili tofali iweze kuwa stable. Sawa? Piga kazi.
Karibu sana. Asante sana. Karibu. Bana bosi, samahani. Ndio. Bado tulikuwa tuna shida kidogo, tunapita kutafuta angalau kibarua, na sisi tunaweza hizi kazi. Kwa hiyo ndio maana tukaja kukuomba hapa. Natafuta kazi? Mimi nilijua labda nyinyi mnahitaji biashara hapa, tufanye biashara. Sisi hapa tunafanya biashara tofali bwana. Hatugawi kazi kama mnavyofikiria kwamba tunagawa kazi kama tunavyogawa njugu tu. Sawa bwana, nimekuelewa. Sisi tunaenda. Acheni mambo kivuavu bwana. Na iwe mwanzo na mwisho bwana, ukanyaga katika eneo hili bila taarifa yoyote. Asa sitaki nione njugulu yoyote hapa katika eneo langu. Sawa bosi. Nataka heshima na adabu kwenye eneo langu hapa. Hii biashara bwana. This is a business. Mbaya sana. Hao ndio wezi hawa. Wanatubebea hivi vitu vyangu, wanaenda kupasua kuni, unapeleka kwa mama ntilia. Shut up. Piga kasi. Udah. Umetulia hapo hatari. Mama, hizo ndizi nzuri hiko. Faida ya shamba. Na hicho kitabu. Kisafu natakupikia mlenda. Mama, hicho kitabu cha mlenda ndio kipoje? Ujala kisafu cha mangilika. Nyumbani kule tunataka kisafu cha mangilika, iko natia na nani yako. Nzuri tu. Sijai pia kwa kitabu cha mlenda. Ndio kwanza leo mamangu anataka upike nikio. Sasa unakitwanga unakikatakata. Unatwanga iko, ukishatwanga unabandika jikoni, unachukua majani ya ufuta yale yaliyochomwa moto, jivu lake lile unaweka na maji kwenye chujio. Ukitoa hapo tayari yale maji yake ndo magadi. Yani tunaleta nyumbani kule mangilika. Masumbuko leo kula hilo. Asili. Ndio maana nakuangalia tu hapa ujue. Kwa sababu hapo ndo inabidi unachukua somo unanipikia siku, yani mimi na enjoy. Mbona hujai kuniambia? Haya mambo ya mama. Vipi? Safi mama. Umeshindaje? Kwema kabisa, tunashukuru Mungu. Nenda shamba katizama vindizi huko, si unajua tena. Vizuri. Ila kuna jambo fulani hivi linanisumbua kichwa, kwa nikaona ngoja nije hapo kwa mama ili tuweze kupata ushauri kidogo, maana watu waga nasemaga mkubwa dawa. Sana. Sasa siwezi kukutupa mamangu. Kwa ndo maana nikaamua nije hapa ili tuweze kushauriana. Mama, unajua maisha kwa upande wangu yanazidi kuwa magumu, mpaka mimi nashindwa kuelewa nifanyaje. Lakini mume wangu, unaonaje nirudi kwanza nyumbani? Rudi nyumbani? Maana wewe maisha yako yamekuwa magumu. Bora rudi kwanza nyumbani, afu kishakuwa vizuri utaniambia, nitarudi tuendelee kuishi. Si ndio mama? Hapana. Mimi sina uamuzi wote. Mimi namsikiza wewe. Mwenzio ataamua ndio hilo. Mimi siwezi nikaamua chochote. Rudi nyumbani? Ngoja kwanza nikatwange nipe kisabu. Sikubaliani na hilo. Kwa nini mume wangu? Sasa ina maana kwa nini rudi nyumbani? Sasa mume wangu, hebu fikiria kama jana mimi leo tumelala na njaa. Si bora rudi nyumbani kwanza, maisha yako kishakuwa vizuri. Mimi nitarudi tuendelee kuishi. Kwa hiyo kulala na njaa kwa jana tu ndio ikusababisha wewe kuweza kutaka kurudi nyumbani, si ndio?